Yes, ni moto wa mashariki dhidi ya mafuta ya Angola. Hapa na wazungumzia Simba Sports Club dhidi ya Petro Atletico, mchezo utakaopigwa tarehe 22 Novemba. Yaani hapa mtoto halali na fedha hata kidogo. Ni mechi dume kweli kweli, si tu mechi ambayo inakutanisha Simba, lakini ni mechi ambayo wanakwenda kutengeneza historia. Huku kafu bana, hakuna kucheza na nini na fedha hata kidogo. Watu wapo ngangari, wanasimama kwenye kuitafuta alama tatu muhimu. Nani ambaye ataacha pale tarehe 22 alama? Tunawakaribisha Petro Atletico katika dimba la Benjamin William Mkapa saa 1 kamili usiku kwa majira ya Afrika Mashariki. Kwa majira ya Afrika Mashariki hiyo imekaa vizuri. Karibu sana Mwalimu. Na kushukuru sana Saidi Tuntu. Na umeanza kwa gia ya juu sana. Yaani umekabia juu. Umekabia pale pale kwenye boksi lao. Wasifanye build up from the back. Wasitengeneze move zao pale. Na kule alafu kakasoa mbele hivi. Ndio anakabia juu. Soa umuoni soa sasa? Soa nasema offside, lakini sio offside, hivi mshashinda hivyo. Tushaanza nongwa sasa. Karibu sana bwana. Bwana nakushukuru Saidi. Simba Sports Club wanamkaribisha Petro Atletico katika dimba la Benjamin William Mkapa. Watani wao wa jadi, kwa maana Yanga wakicheza kule Amani Stadium. Wao wakipiga pale katika dimba la Benjamin William Mkapa saa 1 kamili. Kiufundi na kiutaalamu utakuwa ni mchezo wa aina gani? Kutokana na wasifu ambao wapo nao Petro Atletico, lakini na wasifu ambao wapo nao Simba Sports Club. CAF Champions League, ligi ya mabingwa barani Afrika, misuli inakutana. Ndio siku zote. Unajua uzuri wa Champions League? Ndio. Zile timu mbili za juu za msimu ulioisha kwenye ligi ndio unakutana nazo kule. Yaani kule hamna nilichukua si ubingwa wa ndani, kombe la mfalme, si kuna kombe linaitwa shirikisho la ndani, ndio tumekutania huku. Ndio. Kule ni kwenye ligi kuu top 2. Whether ni bingwa au namba 2. Kwa timu ambazo, kwa ligi ambazo zinapeleka timu 4. Kwa mfano ligi yetu ya Tanzania iko miongoni mwa ligi 12 bora. Ligi kuu ya Angola iko miongoni mwa ligi 12 bora. Tukisema ligi 12 bora barani Afrika, maana ni ligi ya kwanza kabisa ya Misri, hapo ndo ligi namba 1. Sio? Kwa utaenda ligi ya Morocco, si ligi ya Afrika Kusini, ligi ya Algeria, Tanzania, Tunisia, Angola, ligi ya Congo, sogea ligi ya Nigeria, unasogea kidogo ligi ya Ivory Coast, ligi ya Libya na ligi ya Sudan. Kwa ligi ya Sudan inaendelea, ila vilabu vyake vinaendelea kusanya points, Al Hilal na Al Merreikh. Ndio. Au sio? Ndio. Kwa hiyo unaona hizo ligi 12 hizo kutajia kwa hapo, naruhusiwa kupeleka timu hizi 4. 2 Champions League, 2 shirikisho. Sasa ukipata kwenye ligi zinazopeleka timu 4, unaongelea Champions League, unakutana na wanaume wawili wa juu tu. Au sio? Ndio. Kwa hiyo tunazungumza hapa ni kesi ambayo mara nyingi aina ya timu unazokutana nazo ni material za robo finali mara kwa mara. Material za nusu finali mara kwa mara. Ndio. Unajua mchezo wa Simba na Atletico Petroleo de Luanda. Ndio. Ama Petro Atletico. Ndio. Ni mchezo ambao Saidi Tuntu unatamani kama usingekuwa ni mchezo wa hatua ya makundi, basi hata ungeenda kuukuta ni mchezo wa robo finali. Hakika. Yaani mchezo fulani una hadhi ya mtoano. Lakini sasa kwa sababu timu zimeongezeka ubora, leo hii Simba anatoka poti namba 2, Petro Atletico anatoka poti namba 3, ambapo misimu kadhaa tu iliyopita Petro Atletico alikuwa kwenye poti namba 2, Simba alikuwa poti namba 3. Kwa ni battle ya status. Ni battle ya hadhi. Namna ambavyo timu imetengeneza hadhi kwa siku za hivi karibuni, na timu moja ambayo ilitengeneza hadhi kwa muda mrefu alafu ikaje kadondoka. Kwa sababu unapomzungumza Petro Atletico, unazungumza misimu 3 tu iliyopita. Ni miongoni mwa timu chache ambazo zilifanikiwa kucheza hatua ya nusu finali. Kwa hiyo ukiongelea top 4, nusu finali 3 zilizopita za Afrika, msimu wa 24-25, 23-24, 22-23, 21-22. Hii misimu 4 utaona Petro Atletico ni miongoni mwa timu zilizowahi kufika hatua ya nusu finali ya misimu 4 iliyopita. Sababu ondoa msimu uliopita ambao nusu finali alikuwa Orlando, alikuwa Mamelodi, alikuwa Ahly, alikuwa pamoja na Pyramids. Ndio. Au si? Ndio. Ondoa nyuma yake hapo utaona alikuwa kina Ahly, kina Esperance, kina Mamelodi Sundowns. Ndio. Au sio? Ndio. Nyuma yake kidogo Wydad alishaonja hapo, si Mamelodi tena.
au sio? Sasa nyuma kidogo tena utaona huyu Petro Atletico alishawahi kumuondoa mpaka Mamelodi Sundowns msimu wa 21-22. Ndio. Anapiga pale Angola, anakwenda kule Pretoria Afrika Kusini, anasare. Anakwenda nusu, anaondolewa na Wydad, ambapo Wydad hiyo ilikwenda ikachukua ubingwa wa CAF Champions League. Ndio. Kwa utaona hizi timu zote mbili hazijawahi kuchukua ubingwa wote wa CAF. Simba hajawahi kuwa bingwa wa CAF Champions League, Petro Atletico hajawahi kuwa bingwa wa CAF Champions League. Lakini ukisema material ya timu zinazosumbua mabingwa hii michuano, hawa kina Ahly, kina Esperance, kina Mamelodi, sijui Wydad, miongoni mwa timu zinazowasumbua hao mabingwa wa kila msimu ndio hawa huyo wanaoenda kutana. Simba amekuwa anasumbua sana hao mabingwa, hata kama ataishia robo finali, lakini unakuta kwenye makundi, kwenye robo leta taharuki. Unakumbuka dhidi ya Wydad, unakumbuka dhidi ya Ahly, unakumbuka dhidi ya Mazembe. Simba ameshawahi kucheza nao katika kiwango ambacho unasema hata yeye angevuka bado angestahili. Lakini unakuta ukubwa wa timu unaamua. Lakini primero tunazungumza hawa Petro Atletico ni timu ambayo kwa Afrika kuikuta inacheza nusu finali ama robo finali au sio kesi. Sio jambo la kushangaza hata jambo la kushangaza. Sababu wanatoka Angola kama giant wa muda wote. Ndio mabingwa wa kihistoria, vikombe 19 vya ligi ya ndani maarufu kama Girabola. Wao wako zaidi ya Primeiro de Agosto, wako zaidi ya wale tunazungumza kina Cabo Scope, unazungumza miongoni mwa timu ambazo ziliwahi kuja hapa Clube Desportivo Recreativo de Libolo, unazungumza kina Wiliete hao ambao wamewekeza miaka hivi karibuni. Kwa unaweza kuona ndani tu ya taifa la Angola vikombe vya ndani ligi, vikombe la shirikisho lao la ndani, vikombe zaidi ya 30 sio vichache. Hakika inaibuka kama miongoni mwa timu bora. Sasa wao kitu wanachokipambania sana Petro Atletico ni kuanza kuwa na misuli barani Afrika, kwa maana ya kuwa walau timu ile kuchukua ubingwa. Hakika. Sababu kusini huku mwa Afrika timu chache sana zimewahi bingwa wa Champions League ama shirikisho. Hapo tunazungumza Orlando na Mamelodi washawahi kuchukua ubingwa wa Champions League. Sio? Ni timu chache sana ukanda wetu wa kusini mwa Afrika. Si ndio? Sasa kwa ukubwa wa hii mechi na kwa kile kilichowakuta Petro Atletico msimu uliopita. Msimu uliopita hawakufanikiwa hata kuingia makundi. Hawa waliishia kwenye hatua za awali. Na mtu aliyewasumbua ilikuwa ni AS Manyema Union. Ambao ndio ilikuwa na kina Jefte Kitambala Bola, kina Ajiba Siala, akina Hossein Ndombele wale. Kundi hilo la AS Manyema Union. Na golikipa wao Brude Leofonge. Ndio walisumbua kocha Papiki Moto, wakaisumbua wakaizuia Petro Atletico isicheze hatua ya makundi. Nyuma yake timu nyingine kutoka Kongo iliizuia isiende hatua ya nusu finali. Hapo unazungumza Tupi Sangleba Mazembe. Msimu ambao Mazembe kacheza na Al Ahly finali, nusu finali, akaondolewa. Tena aliikuta Petro Atletico imecheza hatua ya makundi nzima bila kuruhusu bao. Walicheza mechi za hatua ya makundi zote 6. Sio tu kupoteza mchezo, hawakuruhusu bao brother. Unaweza kuona ni timu ya aina gani kwenye eneo la kujilinda. Hakika. Kwa moja kati ya vitu ambavyo inawezekana wafuasi wa soka Tanzania wanapaswa kifahamu ni Simba dhidi ya timu ambayo ina bezi nzuri sana ya kujilinda. Ule msingi tu wa wachezaji waliotimia kwenye eneo la kujilinda. Sababu kuanzia golikipa safu yao ya ulinzi manake imetimia kweli kweli. Anza na golikipa ambaye ameitwa pia kwenye kikosi cha Angola timu ya taifa. Tunamzungumza Hugo Marques ambaye amekuwa ni prominent golia wa muda mrefu sana. Yeye pamoja na mwenzake wa Primeiro de Agosto, si ndio? Wamekuwa wanaitwa mara kwa mara kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Angola, si ndio? Lakini defenders ambao wanaaminika sana hawa akina Vidinho, akina Kinito, unamzungumza Eddie Afonso, sio? Hawa ni defenders ambao timu ya taifa Angola ikiitwa the Palancas Negras kama wanapojiita, ama swala weusi kwa lugha ya Kireno. Kikosi cha national team cha Angola brother kupenya kupata nafasi sio masiara. Hakika. Wakiwa wanashuka sasa kina Mabululu, akina Zito Luvumbo, na wewe akina Toka Neiro, anacheza Farabat. Wakishuka pale na wewe unacheza ligi ya ndani ukapenya kwenye kikosi, sio masihara. Na ndio maana kuna baadhi ya wachezaji tuliwaona hata michuano
iliyopita ya CHAN. Kundi la Angola likiwa kule Kenya pamoja na Kenya, Morocco, Zambia na DRC. Kwa hiyo miongoni mwa ile powerhouse ya soka la Angola, yani kiwanda kinachozalisha players bora sana Angola, ni hawa Petro Atletico. Kwa sababu ndio baba wa soka la Angola kwa upande wa vilabu. Kwa Simba wanacheza na mtu ambaye si kwa sababu msimu uliopita hakucheza makundi, si kwa sababu hakuwahi kuchukua ubingwa wowote wa CAF Champions League. Si rahisi. Kwanza kwa management ya Simba, benchi la ufundi na kadhalika, wanatambua wanakwenda kucheza na timu kubwa kiasi gani. Nataka niulize kitu pale Moro hapo. Umeeleza kwamba wana ubora kwenye eneo la kujilinda. Lakini natamani kujua weakness yao, kwa maana ya udhaifu wao uko wapi, ambapo Simba Sports Club wataitumia kama sehemu ya kupenya, ili kama taifa sasa tuione Simba ikifuzu hatua hii ya makundi mpaka robo finali. Swali zuri, lakini lazima uangalie weakness ipo kwenye eneo lipi. Kwa maana udhaifu. Je, udhaifu unaweza kuwa unapatikana kwa kudili na mchezaji mmoja mmoja? Ama unadili na mfumo mzima wa kitimu? Of course team za aina ya Petro Atletico, especially teams zinazotoka Angola, wengi wanatumia system ya soka la Kireno. Wanakuwa na players wengi sana bora kwenye uwezo wa kuchezea mpira mguuni. Wana players wengi ambao wanapenda kuattack. Inawezekana udhaifu wa kimbinu ni kwa sababu ni aina ya timu ambazo mara nyingi wanatumia defenders watatu wakati, wing backs wawili. Maana yake ni kwamba wale defenders wa pembeni wawili ndio hao mara nyingi wanakuwa kama mawinga. Kwa kama unaweza ukatega mitego yako kupata space wanapotoka kwenye maeneo yao, inaweza ikawa ni namba moja. Sababu una wachezaji ambao wanaweza kuattack hayo maeneo, au kina Mpanzu, lakini Dennis. Lakini unazungumza ubora wa timu za aina hii, wanacheza kwa kundi kubwa katika eneo moja. Kama wanakuja kuattack utaona wanakuja as a group. Kama wana defend unaona wanakuja as a group. Kwa hiyo either wakamate kwenye transition, zile moment za kupoteza mpira hawaja arrange vizuri kwenye namna ya kujilinda, unaweza ukawaattack. Lakini ni timu ambazo zimetimia maeneo mengi. Utadili nazo na kuzitengenezea weakness wewe kwa kuwa na ubora zaidi yao. Yaani weakness wakati mwingine haiji kwa wewe tu kuispot nje. Wewe unaenda kuitengeneza weakness ndani ya kiwanja, sio nje. Kwa namna utakavyosababisha maybe wasafi sana kutafuta mpira, maybe wakamate wao, waruhusu wacheze wao ili wakupe hiyo space. Sababu wanaweza wakaja wakakwambia cheza wewe Simba, sisi tutakuwa tunakuvizia. Lakini ikitokea wewe ukakubali, okay, nitazuia lakini nitatoka kwenye counter attack, unaweza ukawakuta kwenye maeneo mengi sana wakiwa disorganized. Nimekwambia misimu miwili tu nyuma walicheza hatua ya makundi yote bila kuruhusu bahati hata moja. Haimaanishi Simba anaenda kutana na mtu kigongo dunia nzima. Simba ameshacheza na Ahali ngumu. Simba ameshacheza na AS Vita ngumu. Simba ameshacheza na Kaizer Chiefs ngumu. Orlando Pirates ngumu. Wydad Athletic Casablanca ngumu. The best ni hata kama utagundua weakness zao labda ni nyuma ya migongo ya players wao wa safu ya ulinzi, unaiattack vipi hiyo space ili iweze ku highlight makosa yao straight kwenye mchezo. Kwa unaweza ukaona timu za aina hii utakuta uwezo mchezaji mmoja mmoja uko juu, au kina Afonso nimetoka kuzungumza, kuna mchezaji ameingia mpya msimu huu, Joe Pasensia, au sio? Ambaye pia amekuwa akiitwa kwenye timu ya taifa Angola, hata Chani alikuwepo. Akina Antonio Hossi, sio? Ameitwa juzi. Nimemuona pia national team ya Angola Antonio Hossi. Ni kama wingback, kuna wakati anacheza kama fullback na winga kwa upande wa kulia. Anapanda na kushuka. Wingback. Kuna wakati anachezeshwa tu kama winga. Antonio Hossi ana mapafu mno. Anatembea kupita kiasi. Kwa nani anakwenda kusababisha asiwe na hiyo effect? Ni Simba wenyewe na kuitengeneza timu yao katika kiwango ambacho kitakuwa bora. Lakini wanacheza na timu ambayo kupitia rais wao Faria wamewekeza kweli kweli. Wamewekeza, wana timu ambayo kwa ile cream ya soka la Angola unakuta grade A ya wachezaji bora wa soka la Angola wao ndio unakuta wanamiliki. Kwa hiyo Simba wajiandae kucheza na timu ambayo ina hadhi, hata kama haijawahi kuchukua ubingwa wa Afrika, lakini waipe hadhi ya Mamelodi,
waipe hadhi ya Esperance, ndio waipe hadhi ya Ahli, ndio watakuwa salama na kuvuna walao alama na at least kuona ili kundi wao miongoni mwa timu zitakazocheza robo finali. Lakini wakiitazama Esperance pekee kama giant na hawa wengine tu kama timu fulani za ziada kwenye group, ndio inawezekana Petro Atletico wakasurprise, kwa sababu wana kila material za kuisumbua timu yote barani Afrika kwa kile ambacho tunasema cream. Wachezaji wale nguli wa soka la Angola wengi wanapatikana pale Petro Atletico. Kwa utaona system zao nyingi, basic formation zao kubwa mbili. Ndio. Ni aidha kucheza na 3-5-2 kwa maana defenders wakati watatu, viungo watano wakiwemo wingbacks wawili, ambao wingback na mwingine anarudi chini huko kuja kusaidia kwenye. Hapo kusema wingback manake ni defender wa kulia ama kushoto, ndio ambaye muda huo ana act kama defender timu ikiwa nyuma ya mpira, ndio, lakini ana act kama winger timu ikiwa inamiliki hatches, si ndio? Ndio. Lakini kuna muda wanabadilika, wale wanacheza na 4-3-3, viungo watatu, washambuliaji watatu, defenders wanne, basic formation ya kushambulia na kumiliki sana mpira. Kwa uimara wao mkubwa tumesema ni uwezo wa timu kukaa na mpira, sababu timu zenye miiko ama tamaduni za Kireno, ndio footwork sio shida kwao. Kwa kupasiana kwao sio swala la kuuliza. Lakini namba 2, uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Wana wachezaji ambao wanaweza wakaamua mechi kwa uwezo binafsi. Ndio. Aidha ni kiungo anaweza kaamua mechi kwa pasi moja ambayo itakuwa na madhara. Ndio. Aidha ni mshambuliaji anaweza take ile take 1 take 2 kwa maana wanabaki na defenders mmoja ama wawili. Kwa hiyo ni Simba kucheza katika unity zaidi. Katika discipline kubwa zaidi ya ambavyo wamecheza kwenye michezo hii ya kufuzu kwenda hatua ya makundi. Inawezekana dhidi ya Nsingizini Hotspur, inawezekana dhidi ya wale tunawaita nani kutoka Botswana, Gaborone United. Yes, walipata game tough Simba, lakini hapa wanakwenda kukutana na game ambayo discipline yao ndio itabakisha salama. Si timu nyepesi by the way. Tunaizungumza mara kwa mara na utaiona itakapo display, lakini Simba imeshawahi kuwa na record nzuri dhidi ya timu kutoka Angola ambazo zina material ya wachezaji hawa tunazungumza Petro, wakiwemo Primero de Agosto ambao Mbunda aliwapiga nje ndani, ndio, wakiwemo Bravo Stumakizi. Simba alipata pointi 4 kati ya 6, akishinda hapa akienda kusare kule Angola. Hicho inaweza kuwa ni kitu kingine ambacho Simba anaweza kuanza kudili nacho katika kudili na hizo engo mbili za kitimu, tactical point, uwezo wa kimbinu wa timu yao nzima, lakini uwezo wa kudili na mchezaji mmoja mmoja mwenye madhara, wakiwemo kina Joe Pasensia ni mdogo wake na Maburuni, wakiwemo kina Antonio Hossi, sawa, akiwemo kina Vidinya na kadhalika, ambao kwa namna moja ama nyingine kina Beni alikuwa michuano ya chani hapa, miongoni mwa viungo ambao wanasumbua kweli kweli. Mwalimu Moro, umeeleza vizuri kabisa ukionyesha namna gani Simba wanapaswa kuwa makini na namna gani Simba wanapaswa kuingia kwenye mchezo huo, kwa maana wakizingatia kwamba Petro Atletico sio timu ya kubeza hata kidogo. Mimi kutokea hapa sina la ziada. Naomba sasa waage watazamaji wangu wa JM News TV kwa kuambia wasisahau kusubscribe, like, share na comment ili wawe wa mwanzo kupata habari mbalimbali za kimichezo kutoka kwetu sisi JM News TV. Yes, kama umekubali kuwa familia ya JM News TV na tunaelekea kwenye moto sasa. Kama unazungumza habari ya safari, ndo kwanza unakiacha kituo cha mabasi. Sasa kama ni sports, hii Disemba, Novemba kwenda mpaka mwezi Machi kinapigwa sana. Tutazungumza sana mengi ya sports. Kumbuka hatua ya makundi, mechi 2 zitachezwa kwanza, raundi ya kwanza na ya pili, lakini mechi 4 zitakuja baada ya AFCON. Sasa tutaona ndani ya hizo raundi 2 nini tutaendelea kuzungumza hapa JM News TV, hasa kupiga mahesabu. Ukiitoa Azam FC pamoja na Singida Black Stars, Simba na Yanga ni wawakilishi kwenye Champions League kupitia tiketi ya Tanzania, kwa maana football ya Tanzania. So far so good, usibanduke. Tazama, fuatilia kila video ya JM News TV. Subscribe ili uwe wa kwanza kupata info zetu. Like, ukiona inapendeza comment, lakini zaidi sana usiache kushare na kuwaita marafiki. Tufanye kuwa marafiki, tutakufanya kuwa ndugu. Bienvenidos, karibu sana.